unapopita katika jangwa, unapopita katika majaribu, unapopita katika vita, moyo wa mwanadamu mara nyingi huvunjika, moyo wa mwanadamu mara nyingi huchoka. Lakini wewe kama mwanadamu, kama utasimama katika hayo, ndipo hapo utakapomuona Mungu. Kwa maana sio kwamba Mungu hana uwezo wa kukubariki instant, lakini iko sababu ukaweze kuzunguka, ili ukaweze kumjua Mungu zaidi, ili ukaweze kumwelewa Mungu zaidi. Amen. Nashukuru Mungu kwa sababu wana negotiate na Musa kuhusu maadui zao. Imefika kiwango Mungu anamwambia Musa, mimi nataka kupitia huyu Farao watu wajue mimi ndiye Mungu. Yaani Mungu anaweza kufanya adui yako aonekane ni kama ako na nguvu, aonekane ni kama ako karibu kufaulu, kwa sababu Mungu anataka ajitwalie utukufu. Kwa hiyo amen. Mara nyingi adui amepewa limitation ya kuona mahali ambapo uwezo wake umefika, lakini kunayo njia ambaye inakuwa fiche katika macho ya adui zetu. Kunayo milango ambaye adui hawezi akaiona, kwa sababu tayari Mungu ameificha kwa sababu ya wale wanaomtumainia. Kwa sababu hata Musa mwenyewe ni kweli aliongozwa katika njia ya bahari, lakini alipofika akaona mwisho wa njia umeisha, yeye hakuelewa njia itapatikana katika hiyo bahari. Kwa hivyo yeye akafika mwisho, ni kwa nini hungetuacha tukae katika mateso tuliyokuwa? Kwa sababu ndani yao hawakuwa na ufunuo ya kwamba pasipo na njia inapatikana. Mahali pasipo na maji inaweza kupatikana. Lakini Musa akamuuliza Mungu, umenileta katika bahari, kando ya bahari, nielezee ni wapi nitakapokwenda, ni lipi nitakalowaambia watu wawa, kwa sababu wamechoka na maisha huko nje, kwa sababu wamechoka na kuonewa, kwa sababu wamechoka na vita ambazo wamepigwa, wamefanyishwa kazi ngumu. Nawe Mungu umeniambia niwaambie ya kwamba ninawapeleka katika nchi iliyojaa mazuri, na hapa njia ninaona hakuna. Mungu, nitafanya nini? Kwa maana uliponituma kuna kile ulikusudia watu hawa nikawafikishe. Nikawaambia asubuhi ya leo ya kwamba mambo ambayo ni mazito kwao inawezekana. Nikawaambia ya kwamba kufaulu kwao kuko mikononi mwako. Kufaulu kwao ni wewe ambaye utakayewawezesha. Na Bwana, hii ni bahari, mimi nitafanya nini? Kwa maana sina uwezo wa kutengeneza njia. Ndipo Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli ya kwamba wokovu wao utapatikana hapa, kwa sababu mimi ndiye Mungu, nami nitawaonyesha mambo makuu
ya kwamba hata wale ambao wamewafuata hawataweza kuelewa ni nini kimetendeka. Maisha ya mwanadamu mara nyingi inakuanga na uchungu. Wakati ambapo ameahidiwa kuna kufaulu, wakati ameahidiwa kule mbele kunazo baraka zake, lakini anaposonga, maisha inapoendelea, anakosa tumaini kwa yale mambo anayeyaona mbele yake, na anakosa tumaini ya kuona ile Kanaani aliyoahidiwa, ya kuona zile baraka aliyoahidiwa, kwa sababu macho yake imefika pa kuona bahari, imefika ya kuona yale anayopitia. Lakini Mungu akamwambia Musa, waambie wasifadhaike, waambie wasibabaike, kwa sababu leo watauona wokovu. Leo wataona ni Mungu gani anayewaokoa. Leo wataona thibitisho ya kwamba mimi ndiye nimekuweka Musa, ukaweze kuwafikisha kule ambayo niliwaahidi wataweza kufika. Mara nyingi tunachoka kwa sababu ya yale ambayo tulitumainia. Mara nyingi inafika kiwango ya kwamba hayo tuliyatumaini hatuyaoni, na inafika kiwango ya mioyo yetu kushuka, na mara nyingi atakuona ni kama hatuko katika ile njia ya sawa. Kulikuwa na njia ambayo Mungu angewapitiza ili waweze kufika kule alitaka wakaweze kufika, lakini Mungu aliwapitisha katika njia ya bahari. Kwa maana Mungu anamwambia Musa, mimi ndiye nitakayejitukuza kwa wao. Mara nyingi kuna vitu zinainuka katika maisha yetu, ili katikati ya hizo vitu na sisi Mungu akaingilie kati, ili wale ambaye wanaotukimbiza wakaweze kuona ule Mungu tunayemtumikia, na kupitia kwa hiyo jina la Mungu wetu linazidi kuinuliwa, na jina la Mungu wetu linazidi kutukuzwa. Farao akatazama, akaona ni kweli wameshinda yale majaribu yote, lakini hata kama wameyashinda, safari yao imefika mwisho, kwa sababu kule hakunanga njia, na sisi tutawafuatilia, tutawamaliza kando kando ya bahari, na wengine tuwarudishe wawe watumwa katika Misri, waendelee kutufanyia kazi isiyokuwa na faida. Mwambie mwenzako, hatutarudi Misri. Mwambie haturudi kwa Farao, kwa sababu hata kama tuko kando kando ya bahari, Mungu anaenda kutengeneza njia. Mungu anaenda kufungua mlango. Hata kama waliona mlango umefungwa permanent, lakini yuko Mungu ambaye anafungua njia mahali hapajawahi kuwa na njia. Katika mawazo na maisha na mafikira yote ya watu ama ya mwanadamu awayo yote, hakuna aliyejua njia inaweza patikana, lakini kwa sababu Mungu amekusudia ukaweze kubarikiwa, haijalishi umezaliwa katika uzao wa aina gani, haijalishi umetoka katika matambiko ya aina gani, jambo moja ninalolijua, wakati unapomtumainia Bwana, anasema hata mlima utakupisha ili ukaweze kupita, kwa sababu Mungu amekusudia. Asubuhi ya leo
kuna mtu anaenda kubadilishiwa maisha, kuna mlango wa mtu unaenda kufunguka, kuna njia inaenda kupatikana. Haijalishi ni wakati na ni muda gani, lakini ninajua wakati ambayo Farao alipoona mwisho wao, hapo ndipo Mungu alifungua mlango mwingine ambaye hawakudhania unaweza ukafunguka. Kuna mambo itafanyika kwetu hawakudhania inaweza ikafanyika. Kuna milango itafunguka kwetu hawatajua na hawakujua ambaye ingeweza kufunguka, kwa sababu tunamtumikia Mungu. Mimi la kukuambia ni kwamba kaa katika njia za Mungu, tumainia Mungu, mungoje Mungu, kwa maana ni yeye ako na jibu lako. Ninampenda Farao kwa sababu katika moyo wake mzito na moyo wa jiwe, hapo ndipo Mungu wangu anapata utukufu. Mara nyingi upinzani unapokuja kwako, hapo ndipo utakayeweza kujua ule Mungu unayemtumikia. I like watu kama Gideoni anamwambia Mungu, mimi nataka nikuone, nataka ishara ianze hapa, ili nikisonga hapo mbele nitakuwa na uhakikisho ya kile ninaenda kufanya. Sisi tutabarikiwa ili wakaweze kujua na wakaweze kuona ule Mungu ambaye tunawaletea kwao. Hatutaenda kwao tukiwa na magonjwa, hatutaenda kwao tukiwa na matatizo, kwa sababu Mungu atatubadilisha ili tukaweze kuwabadilisha. Jeshi la Farao likaungana lote, likasema twendeni, hakuna njia pale Mbare, tutawamaliza wote. Ninajua hata wewe walisema hautaendelea, ninajua hata wewe walisema huwezi, lakini yuko Mungu ambaye tunamtumikia katika nyumba hii. Yuko Mungu ambaye atatengeneza njia. Sioni haja ya kunung'unika, sioni haja ya kutetemeka. Tembea ukijua Mungu atajipatia utukufu kupitia kwako. Kuna kitu ambaye katika maisha yangu nilisema hata nitakapoenda wapi sitakosa kuisema, kwa maana kutoka kwa chokoraa na kufika mahali nimefika, huyo mimi ndiye ninayeita Mungu. Huyo ndiye ambaye ninayejua ndiye Mungu wa ukweli. Anakutoa kutoka jara takataka na anakuweka kura pamoja na wafalme. Huyo ndiye Mungu, huyo ndiye Mungu ninayemtafuta, huyo ndiye Mungu nitakayemwishia, huyo ndiye Mungu nitakayemtumikia, kwa sababu nimemwona. Nami ninajua ya kwamba kuna maisha ya mtu, kuna maisha ya mtu ambaye hata haitabulikane, haijulikane, lakini Mungu tunayemtumikia ndiye atakaye kutengenezea jina. Mungu tunayemtumikia ndiye atakaye simama katika hiyo nafasi, na akisimama njia inapatikana. Akisimama mlima unapeana njia, bahari inapeana njia. Ni mlima gani huo unayekusumbua? Ni bahari gani hiyo ambaye imekuzunguka, ambaye unakosa kuona Mungu aliyekutoa mikononi mwa Farao pale Ikulu? Unakosa kuona huyo Mungu, unaanza kuona bahari. Ni lazima macho yetu na mawazo yetu imtazamie Bwana, imtazamie Mungu. Anasema alikufa msalabani, na alikokufa yote kwetu imekuwa sawa. Kupanda mlima
ni njia moja ya mwanadamu aliye na Mungu kutengenezwa kupitia vita. Hiyo ni njia moja ya aliye na Mungu kurekebishwa na kutengenezwa. Mimi kwangu vita zinazokuja kwangu ninajua zinaniletea masozi ya kiroho, kwa sababu ninajua kukua kwangu ni lazima Farao aweko ili huyo Mungu akaweze kuonekana. Tusione Farao tukakosa kuona Mungu, tusione bahari tukakosa kuona njia, kwa maana njia iko. Maandiko inasema ya kwamba ikafika wakati njia ikafunguka baharini, na ilipofunguka wakaanza safari wakimwambia Mungu, hoya Mungu, tumekuona, hakika wewe ni wa ajabu, hakuna Mungu aliye kama wewe, hakika ni nani aliye kama wewe, tunakuinamia kwa maana umefungua njia. Lakini kwa sababu moyo wa Farao bado ulikuwa ni mgumu, akasema katika hizo baraka ambayo wamebarikiwa, nami nitaingia huko ndani nianze kuzimaliza. Lakini kumbuka ya kwamba Exodus 14 mstari ule wa 4 akasema, nitajipatia utukufu kupitia kwa wao na hamtaweza kuwaona tena. Kwa hivyo hata kama njia imefunguliwa, Farao akasema nitawafuatilia, hata kama wamebarikiwa bado mimi niko na wao, siwaachi. Mawazo ya adui, yeye kwake anaona mimi ndiye nitakayeweza. Maandiko inasema akawafuata, na wana wa Israeli wakamaliza safari, naye Farao na jeshi lake wakaingia ili wakaweze kupita ile njia watu wa Mungu ambayo wamepitia. My friend, nataka nikueleze, nikwambia kwamba katika akili za Farao alijua nitawafukuza mpaka ile ng'ambo ingine. Lakini kuna jambo moja ambayo ninajua, ile njia ambayo imetengezwa kwa watu wa maombi, ile njia ambayo imetengezwa kwa sababu ya watu wanayemtumainia Mungu, hata kama adui atajaribu kuipitia, anaweza akaonekana ni kama anajaribu, lakini hataweza kufaulu, kwa sababu hiyo njia imetengezewa wana wa Israeli. Haikuwa kusudi la Mungu Farao ajipatie utukufu kupitia kwa hiyo njia. Na maandiko inasema, nayo maji ikalegea mahali pake, na mambo ya jeshi ya Farao ikaishia hapo. Walifuata kile hawakustahili kufuata, walifuata kile ambacho Mungu amekiamulia ya kwamba hiki nimekitoa. Wanaweza wakakufuata kwa njia zote, wanaweza wakapitia kwa njia zote, lakini ile njia Mungu ametengeneza wateule wakaweze kupita, hakuna adui atakayefaulu kwa hiyo njia. Kwa muonekano itaonekana ni kama wanajaribu kuipita, lakini Mungu tunayetumikia, yeye hashei utukufu na mtu mwingine. Akisema ndio, yake inabaki kuwa ndio, kwa sababu amewatoa katika utumwa, na wakati wa utumwa wao umeisha. Lakini adui ameamua kuwaregesha katika utumwa. Shetani anatumia gharama zake zote
ili ajaribu kurudisha mtu aliyeshika ile njia iliyo sawa, akaweze kumrudisha nyuma. Hiyo ndiyo kazi ambayo shetani anajaribu kufanya katika maisha yetu. Anajaribu kutuvuja moyo katika njia ambayo tulio. Lakini nimekueleza nikakwambia kwamba hata kama atajaribu, lakini hawezi akafaulu. Ni wewe mwenyewe ujue Mungu ameniita, na Mungu ndiye atakayekamilisha safari ambaye aliyenipa. Hata kama majaribu itakuwa ni mengi mno, hata kama vita zitakuwa ni nyingi. Musa anafika kando kando ya bahari, ako na watu wametoka nao kwa ikulu ya Farao. Hawa watu wameona yale makuu Mungu ameyafanya, wameshuhudia kwa macho yao, wameona makubwa. Lakini wamefika kwa hili jaribu, wamekosa kuona ule Mungu ambaye aliwapigania kule nyuma. Wameanza kuona hii jaribu limekuwa ni kubwa mno. Maandiko inasema wakaanza kunung'unika, ni kwa nini Musa ulitutoa kule tulikuwa tunafanya kazi? Ulitutoa kule uje utumalize huku baharini, si ungetuacha tukakufa katika kazi tuliyokuwa tunafanya? Mara nyingi mwanadamu anakuwa ni mtu wa kufujika moyo, na anapofujika moyo mawazo yake inatoka kwa Mungu. Anaanza kuona yale majaribu anayoyapitia, na mara nyingi hata anapunguza ule Mungu wako ndani yake kwa sababu ya yale anayoyaona. Mara nyingi tunapitia mambo inakuwa ni mazito. Hata ukiambiwa Yesu anaweza, unaangalia ni wapi anayeweza, wakati mimi ninapita hili na limekuwa ni ngumu kwangu. Walipofika pale walilia, sio kulia ili njia ifunguke, bali wanalia kwa sababu wanaona ni kama wamepotezwa, wanaona ni kama wamekosewa, kwa sababu walitolewa kule, walikuwa wanateseka, lakini walikuwa wanakula. Lakini unapokaa katika hali ya kumtumainia Mungu, hapo ndipo Mungu anaingilia kati. Kumbuka safari ya wana wa Israeli ilikuwa ni ahadi ya Mungu ya kwamba baada ya miaka 100 na mamia nitawarudisha kule ambaye mulistahili kuwa. Lakini haikuwa rahisi, haikuwa rahisi, haikuwa rahisi kuvumilia hiyo miaka. Watu walizaliwa wakaingia katika mateso, wengine wakafa katika hiyo mateso. Lakini ahadi ya Mungu bado ilikuwa pale pale, ya kwamba nitawaokoa kutoka kwa watesi wenu. Iko siku inakuja, iko siku inakuja kwako, iko siku inakuja, yale unayopitia itakuwa ni historia. Usifujike moyo, kwa maana safari yetu ni Mungu atakayetusaidia. Kwa maana wale uliotumainia watakusaidia, walikuacha. Lakini yuko Musa mahali anatayarishwa kwa sababu ya maisha yako. Yuko Musa anazaliwa kwa sababu ya maisha yako, kwa sababu haikuwa rahisi.
na haijakuwa rahisi kufika mahali ambapo tumefika, na hata huko tunakoenda ni Mungu atakayetushikilia. Wacheni tumtumainie Mungu, wacheni tukamwone Mungu, kwa maana yale ametuzunguka ni mengi mno. Wale wanaotupinga ni wengi mno. Wengine hawataki kusikiza hata kile unaosema, wengine hawataki kujua hata kile ulicho nacho. Lakini jikaze katika hiyo safari, jikaze katika hiyo safari. Hiyo nyumba unayoona imekuwa ni ngumu, hiyo nyumba unayoona kama haina Mungu, iko njia kwa hiyo nyumba. Hiyo nyumba, hapo ndio njia itapatikana. Sio kwamba kuna kugurishwa. Maandiko inasema sio kwamba njia iliondolewa, lakini bahari ndio iliondoka ili wana wa Israeli wakaweze kupita. Sio mimi nitakayeondolewa Mombasa nipelekwe mahali pengine, lakini hiyo Mombasa ndio itakayetoa kile mimi ninachokihitaji, kwa sababu yuko Mungu ninayemtumainia katika hiyo biashara. Hapo kwa hiyo biashara, hapo ndipo nitakapomwona Mungu. Yuko Mungu kwa wale wanayemtumainia, yuko Mungu kwa wale wanayemngojea. Musa akaambiwa na Mungu, waambie wagoje watauona mkono wa Mungu. Ni lazima tuwe na subira ili tukamwone Mungu. Kwa hiyo biashara, hapo mngojee Mungu, hapo utamwona. Hiyo biashara ambayo wanasema ilianguka ama wanasema itaanguka, hiyo biashara ndiyo Mungu atakayepitia. Siku moja nikawa kondakta wa matatu, lakini kupitia kwa hiyo biashara, hapo ndipo Mungu amenifanya nikawa tajiri. Sio kwamba Mungu alinipeleka nikasome tena ili nikaweze kuona Mungu, lakini kwa hiyo biashara, hapo ndipo Mungu ameniinua na nikawa mimi si manaba tena, mimi ni tajiri, kwa sababu nilimngoja Mungu kwa subira, naye Mungu wakati wake ukifika anakuja. Ni kwa nini tunachoka na safari na bado ule Mungu tuko naye bado ametushikilia? Wacha tumtumainie Mungu. Mahali hapakuwa na njia, Mungu akatengeneza njia. Iko njia ya mtu asubuhi ya leo ambaye inaenda kupatikana. Ni wewe mwenyewe. Weka tumaini kwa Mungu na umwambie Mungu ya kwamba sitaona bahari tena, bali nitakuona wewe, kwa maana wewe ni Mungu anayepasua bahari. Kuna bahari ya mtu inapasuka, kuna njia ya mtu inatengenezwa, kuna maisha ya mtu inainuliwa, kuna mtu ambaye anaheshimishwa na Mungu kwa sababu ya zile vita ambazo amekuwa akizipitia. Katikati ya hizo vita, tazama umuone Mungu. Katikati ya hiyo kazi, tazama uone promotion, kwa sababu ni Mungu anaye multiply. Hatutabarikiwa kwingine, tutabarikiwa hapa hapa, tutainuliwa hapa hapa, tutamwona Mungu hapa hapa, kwa sababu yeye ni Mungu anayejitukuza kwetu. Asubuhi ya leo Mungu akakufungulia mlango. Asubuhi ya leo Mungu akakutengenezea njia. Pale waliosema hakuna njia, Mungu akatengeze njia hapo hapo waliosema hakuna njia, kwa maana yeye ni Mungu anayeweza. Tumtumainie Mungu, kwa maana yeye ndiye aliyetuita. Yeye ndiye aliambia wana wa Israeli ya kwamba nimesikia kilio chenu. Kilio chako kikasikike asubuhi.
asubuhi ya leo. Majibu yako ikaachiliwe asubuhi ya leo. Uendapo popote, Mungu akakutangulie na nuru ya Mungu ikawe juu yako. Tusimame kwa miguu yetu tunapoenda kujitayarisha kwa sababu ya kumtolea Mungu dhabihu. Maandiko inasema walipovuka ng'ambo ya pili, wakachukua sadaka zao, wakachukua kile chochote walichokuwa nacho, kwa sababu wameona Mungu amewaupeleka ng'ambo ingine. Amen. Tafuta sadaka ambayo ni ya mtu ambaye anajua mlango wake umefunguliwa na njia yake imefunguliwa. Toa sadaka ambayo itamgusa Mungu na itabadilisha maisha yako. Inua sadaka hiyo mbele za Bwana. Tunapenda kushukuru kwa sababu ya hizi sadaka. Baba Mungu, Mungu wa mbingu na nchi, katika jina kuu la Mwana Yesu Kristo tunakushukuru, tunakuinua, tunasema ni asante kwa siku ya leo. Tazama Mungu wetu, Baba yetu, umenena nasi, umetuahidi ya kwamba njia zetu zimefunguliwa na zile hata hazijafunguliwa zitafunguka, kwa maana wewe ni Jehova. Tazama mikononi mwetu tuko na dhabihu na sadaka, ni sehemu ya zile ambazo tumepata tulipotoka katika hali ya kutafuta. Bwana Yesu, tunaomba ukazipokee, zikawe manukato mbele zako, zikawe ni funguo, na kupitia hii sadaka ukabariki mtu, ukainue mtu, na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, na mtu aseme amen. Ningeomba tukarete sadaka.